Biblia inasema kwamba Musa aliwatuma wapelelezi waende nchi ya Kanaani ya ahadi, waende waipeleleze, waende waone iko namna gani, waletee wengine habari. Bwana Yesu apewe sifa. Ninazungumza na viongozi asubuhi ya leo. Wewe Mungu amekupa uongozi. Wewe unapofanya kazi, wewe unanena habari gani? Mimi kuna wakati huwa ninanena maneno na ninasikia ninakanywa. Ninaambiwa hufai kuongea hivyo. Haufai kuzungumza mambo ambayo yatachochea watu kutofanya kazi. Haufai kuzungumza mambo yanaonyesha watu ni kugumu. Bwana Yesu apewe sifa. Ninasikia ninaonywa, ninaambia Mungu nisaidie nisinene hivyo. Watu 10 kati ya 12 walikuja wakasema huko hatuwezi enda. Na mkumbuke ni Bwana amesema mtachukua ile nchi ya ahadi. Kula tumeona majitu, watu warefu. Tulijiangalia tukaona kwamba sisi tunakaa kama nini? Kama panzi, wale nzige. Wakajiona wao ni wadogo sana. Wakawaambia hatuwezi enda kule. Ile nchi hata inatisha watu ambao wako kule. Unaona vile watu wanaanza kuja kutisha watu. Na waliambiwa ndani muangalie, wale watu wanaishi kwa hema, wanaishi kwa nyumba za mawe, ndio tujue tukienda kukabiliana na yule adui. Tujue ni adui aina gani. Huyu shetani tunakabiliana na yeye. Tumemjua, tumepewa ufunuo. Sio kuambia watu hapana, shetani si mchezo. Mwambie shetani hakuna kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana amesema atakubariki kupata mtoto. Hata kumwambia nimeona watu wengi wamekaa kama wewe hawajapata. Mwambie utapata. Bwana Yesu apewe sifa. Na si kwamba unamdanganya, hiyo ni imani. Imani inavunja milima. Haleluya. Biblia inasema hatuenendi katika kuona kwa macho, tunaenda kwa amani, kwa imani. Bwana Yesu apewe sifa. Macho yatakwambia huu ni ukuta hautapita, lakini imani inakwambia utapita hapo. Macho yaliwaambia Waisraeli wamefuata nyuma, kando kuna milima, bahari ya Shamu iko mbele. Lakini kwa imani Mungu aliwatengenezea njia. Bwana Yesu apewe sifa. Waliponungunika, Biblia inasemaje? Hesabu 14, unaruka sasa the next chapter. Hesabu 14 kuanzia 1 hadi 4, sisome kwa sababu ya muda. Biblia inasema kwamba watu walilia, walimlilia Bwana, wakapaza sauti. Angalia taifa nzima linalia kwa sababu watu 10. Watu 10 ambao wamekosa kumwamini Mungu. Watu 10 ambao wameanza kunungunika, wameonyesha wengine kunungunika, na Mungu alikasirika. Na unajua Biblia inasema wale watu 10 walikufa. Mungu alisababisha wakakufa. Angalia. Kando na kuvunja moyo taifa nzima, Mungu aliwaua, aliwaangamiza. Kwa nini uvunje watu moyo? Umeona kuna watu wameokoka, lakini watu wanaanza kusema kama huo ndio wokovu, unadhania